Habari, mimi naitwa Geoff. Nimepokea swali, kuna mtu anatamani kufahamu aina za sadaka ama aina za sadaka ambazo zinatakiwa kutolewa. Of course, kwenye makanisa kuna utaratibu wa sadaka ambazo zinatolewa. Sasa mimi sitaki kuenda ndani sana kuzungumzia sadaka ambazo watu wanazitoa. Kuna makanisa kuna utaratibu, wengine wanatoa sadaka ya hiki, wengine wanatoa sadaka ya hiki, wengine wanatoa sadaka ya hiki. Lakini baadhi ya sadaka ambazo zinatakiwa kutolewa na zipo kiBiblia, mimi nitakutajia tu chache. Ziko nyingi ambazo zinaweza kutolewa. Mimi nitakutajia chache tu, lakini ukiwa na nyongeza unaweza tukaendelea wote kujifunza kwa pamoja. Sadaka ya kwanza ni sadaka ya moyo wa hiari, free will offering. Hii ni sadaka ile ambayo ukifikaga makanisani wengine wanasemaga sadaka ya kawaida. Sio sadaka ya kawaida, lakini ni sadaka ya hiari. Japo sio neno zuri sana, lakini watu wengi wanatumia hilo neno kwamba sadaka ya kawaida. Ni sadaka ile ya hiari, unaitoa kwa moyo wako wa kupenda. Inaweza ikawa fedha, chakula ama mali zako. Chochote kile ambacho unaweza kukitoa kama sadaka ya hiari. Lakini nyingine ni sadaka ya shukrani. Hii unamshukuru Mungu kwa vile ambavyo amefanya kwenye maisha yako, na unaweza kutoa sadaka. Unaweza kutoa kitu chochote kile ambacho kinaweza moyo wako unaona kabisa ni sahihi kutoa. Unaweza kutoa nguo, unaweza kutoa fedha, unaweza kutoa kitu kingine chochote. Lakini sadaka nyingine ni sadaka ya fungu la 10. Unatoa 10% ya kile ambacho wewe umekipata. Hii sasa kuizungumzia sana, lakini sadaka nyingine ni sadaka ya kumpa mhitaji. Unaweza kusoma katika kitabu kile cha Mithali sura ya 19 mstari wa 17, lakini pia unaweza kusoma Matendo sura ya 10 na mstari wa 14. Sadaka nyingine ni sadaka ya wanasemaga ni malimbuko. Wengine wanasemaga ni sadaka ya mavuno pia. Chochote kile ambacho unaweza kukifanya. Hii sasa ya mavuno ni kutokana na vile ambavyo whether wewe ni mkulima ama ni mfugaji au chochote kile, kwenye vile ambavyo unavifanya huwa unatoa mzaliwa wako wa kwanza kwenye vile ambavyo unavifanya. Kwa hiyo ni shamba umepata gunia ngapi, ile ya kwanza, yale mavuno yako ya kwanza kabisa umevuna ya kwanza kabisa ndio unayapeleka kanisani. So hizi ni aina za sadaka ambazo zinatolewa, na unaweza kuendelea kujifunza pamoja na mimi ukaniongezea hapo kwenye comment yako. Mimi sizungumzii zile sadaka nyingine ambazo zinatolewa makanisani. Na sitaki kusema ni sahihi ama sio sahihi. Sadaka unatoa kwa moyo wako wa hiari na wakupenda. Kwa fika makanisani kuna wengine wanasema sadaka za uponyaji, sadaka za ukombozi na vitu vingine kama hivyo. Mimi siko kuzungumzia sadaka za aina. Mimi nimekuzungumzia tu hizi sadaka za utaratibu wa kawaida ambapo kwenye Biblia zamani walizitoa, na sasa hivi tunaendelea kuzitoa pia. Japo kuna sadaka nyingine ambazo zipo kwenye Agano la Kale ambazo sasa hivi hatuzitoi, kama sadaka ya dhambi. Ulikuwa ukifanya dhambi unatoa sadaka, kwa maana ya kwamba unachinja damu ya mwana kondoo. Yesu alivyokuja hayo mambo yote aliyamaliza. Kama una chochote ambacho unatamani tuendelee kujifunza kwa pamoja kuhusiana na aina hizi za sadaka, karibu sana tuendelee kujifunza kwa pamoja. Mimi nitafurahi.